Karibu Wazo Chanya, jukwaa la fikra chanya, maendeleo ya vijana na ujenzi wa ndoto mpya. Jukwaa hili linaongozwa na Mwalimu Razak Muba, mwalimu wa ujuzi wa karne ya 21, ujasiriamali na maendeleo binafsi. Wazo Chanya inaamini jambo moja kuu: kila kijana ana uwezo mkubwa kuliko anavyofikiria. Leo tutajifunza ujuzi stahiki wa karne ya 21. Kijana mwenzangu, hebu niulize swali moja muhimu sana. Una ujuzi gani ambao mtu yuko tayari kukulipa leo hii? Kama hujui jibu, usijilaumu, lakini somo hili ni kwa ajili yako. Dunia imebadilika. Zamani mtu alisoma, akapata ajira, akapokea mshahara, akajenga maisha. Lakini leo vyeti ni vingi, wahitimu ni wengi, lakini ajira ni chache sana. Lakini kuna kitu kimoja ambacho hakijapungua: mahitaji ya suluhisho. Na kila suluhisho lina pesa. Kijana wa karne ya 21, wewe ni tofauti sana. Una simu mkononi, una internet, una akili, una ubunifu. Swali ni moja tu: je, unatumiaje hivi kama mtaji wa maisha yako? Na sasa tujifunze nini maana ya ujuzi stahiki. Ujuzi stahiki ni ujuzi ambao unahitajika sokoni sasa, unatatua tatizo na watu wako tayari kukulipa. Sio kila ujuzi una thamani ya pesa, lakini kila tatizo lina thamani ya pesa. Kijana anayejua kutatua tatizo hawezi kukosa kipato. Kijana anayesubiri ajira anaweza kusubiri maisha yake yote. Karne ya 21 hailipi vyeti, inalipa thamani. Ujuzi wa kwanza. Kijana mwenzangu, simu yako sio ya kuscroll tu TikTok. Simu yako ni ofisi yako mpya. Ujuzi wa kidigitali ni kama kutengeneza posters na graphics design, kuedit video, kusimamia mitandao ya kijamii, kuandika maudhui ya biashara, kutengeneza website, kutumia AI kurahisisha kazi. Tanzania kuna vijana wanapata pesa kwa kazi za mtandaoni. Wapo vijijini lakini wanahudumia wateja duniani kote. Kumbuka, ujuzi wa kidigitali ni pasipoti ya kizazi cha leo. Ujuzi wa pili. Ujuzi wa ubunifu na mawazo mapya. Ajira ni chache, lakini matatizo ni mengi, na kila tatizo ni fursa. Kuna vijana waliobuni delivery za chakula kwa bodaboda. Wengine walibuni masomo ya mtandaoni kupitia WhatsApp. Wengine walibuni biashara kupitia Instagram na mitandao mingine ya kijamii. Hawakusubiri serikali au kampuni, walitumia akili zao kama mtaji. Wenye mawazo wanatawala soko kuliko wenye vyeti. Ujuzi wa tatu. Ujuzi wa mawasiliano. Unaweza kuwa na ujuzi mkubwa, lakini kama huwezi kuongea au kuandika vizuri, dunia haitakujua. Jifunze kuongea, kuandika, kuuza wazo, copywriting, public speaking, storytelling. Hii ndiyo pesa ya karne 21. Kijana anayejua kuzungumza anauza chochote. Kijana anayejua kuandika anauza hata wazo. Ujuzi wa 4. Ujuzi wa ujasiriamali na fedha. Kijana wa karne 21 hafikirii mshahara tu, anafikiria biashara. Unaweza kuuza kupitia WhatsApp, Instagram au hata jirani. Unaweza kuuza bidhaa, huduma au ujuzi wako. Wengi wanaandika e-books, wengine wanafundisha online, wengine wanafanya uuzaji wa huduma na bidhaa. Kila kijana ni mfanyabiashara wa siku zijazo. Ujuzi wa 5. Soft skills au ujuzi wa ndani. Hapa tutazungumzia nidhamu binafsi, kujifunza haraka, kufanya kazi kwa timu, uongozi na uvumilivu. Tafiti zinaonyesha zaidi ya 80% ya mafanikio yanategemea soft skills, sio vyeti. Tabia yako ni mtaji wako mkubwa kuliko cheti. Ujuzi wa 6. Kujifunza milele. Dunia inabadilika haraka. Kazi za leo zinaweza kupotea kesho, lakini mtu anayejifunza kila siku hawezi kupitwa. Gen Z tunapaswa kuwa kizazi cha kujifunza bila kuacha. Na kabla sijahitimisha, niache ujumbe ufuatao. Kijana mwenzangu, usisubiri ajira. Ajira ni ndogo, lakini fursa ni nyingi. Kama huna ujuzi unaolipwa,
uko kwenye hatari ya kuishi ndoto za wengine. Lakini kama una ujuzi unaotatua tatizo, tayari una ajira yako mwenyewe. Simu yako ni ofisi, akili yako ni mtaji, ubunifu wako ni dhamana.